Kwa hiyo unapozungumzia maamuzi, manake unazungumzia uwezo wako wa kuweza kupambanua mpaka ukafika mahali wa kukubaliana na yale uliyoyapambanua. Kwa hiyo swala la kumpokea Yesu Kristo ni swala binafsi ambalo mtu analifikiria na analiamua. Lakini katika kuamua, elewa kuna matokeo. So matokeo yanaweza kawa hasi au yanaweza kawa chanya. Lakini elewa tu maamuzi yako yana matokeo yake. Wanasema side effect. Na maanisha nini hapa? Kwamba maamuzi mazuri mara zote yana changamoto. Ila maamuzi mabaya yanaweza yakakufanya uende mtelemkoni mpaka ufike ukafurahi. Lakini maamuzi mazuri najua yana changamoto. Kwa hiyo wokovu ni maamuzi ya mtu ambayo yanamfanya aweze kudumu katika lile jambo aliloliamua. Kwa hiyo ndani ya wokovu sasa kuna changamoto. Sasa changamoto kubali kukabiliana nazo, kwa sababu ulipoamua ulijua kwamba kuna changamoto. Kwa hiyo changamoto yote inapokutana na wewe, haijalishi wewe umesali sana, haijalishi una miaka mingi kwenye neema ya wokovu, haijalishi una muda gani, haiangalii hiyo, inaangalia pale inapoenda. Kwa hiyo kutana na changamoto haimaanishi kwamba limeisha au haimaanishi kwamba ufai, hapana. Hakikisha unakabiliana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema Mungu alianzisha upendo na sisi. Sio sisi tulianzisha upendo na Mungu, hapana, ni yeye alianzisha upendo na sisi. Ndio maana sisi tukaamua kukubaliana na upendo wake. Yohana 3:16 anazungumza hayo. Lakini pia ukisoma katika kile kitabu cha Wakolosai 1:13, ni neno la kuaminiwa sana. Anasema naye alituokoa. Mapenzi yanaendelea hapo, unaona. Alituokoa baada ya kumtoa mwanae wa pekee, akaona sasa huyo mwanae afanye miongoni mwa kazi hizo. Katika Wakolosai 1:13 anasema alituokoa katika nguvu za giza. Sasa leo natamani sana tuende kwa kina zaidi kuhusiana na nguvu za giza zinavyofanya kazi kutokana na maamuzi yako ya kumpokea Yesu. Yaani ukishaokoka tu umetangaza vita. Yaani wewe ni kukaa tayari. Haijalishi vita itatokea wapi. Haitazamii itatokea juu, chini, yani kwa ndugu, kwa rafiki, kwa jirani, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kwa mpendwa, kwa mtume, kwa nabii, kwa mwinjilisti, popote pale inaweza kutokea maadamu umetangaza wokovu. Kwa hiyo vita inapotokea, elewa neno hili, alituokoa. Katika nini? Nguvu za giza. Nguvu za giza ni nini? Nguvu za giza